Juma ni ojuma majaber, ojuma maruoto yeni wachop na mchumbi, county mar Kwale. Kaka wono kinyi wa wogo kinyi mang'ech kabisa. Kabe wakalo nyaka feri, ka wadhi nyaka Likoni, mabende wa uridore nyaka kumoro ni Kinondo, mabende ntie county mar Kwale. Mwambaje? Jumani wantie Kwale County, kamoro ni Kimondo. Wadwaro mogi japith kendo japur mabende osebedo gi lony korka pamba. Mabende luongo ni Jackson. Omiyo wang'ni wadhi loke, tanga dhi lokore, kato swoyo kawuona dhi golo mamit. Adak mani hamjamboni, Mwambaje wandada. Tupo. Ok tupo site but tupo. Githuolo ni adwa dhi romo gi japur mabende luongo ni Jackson. Mangne tawa kendo kanyiso gigo madhi gi pamba. Omiyo yiena monda ka uthuolo ni marua ke chenro ni machiegni. Hello. Karibu sana. Asante. Habari ya safari? Iko salama. Ulikotoka kwema huko? Kabisa. Karibuni sana. Mtaa wetu wa Kinondo, Msambweni sub county, Kwale County. Kwa hivyo karibu kwa shamba na tukapate kujionea kilimo. Asante. Habari ya safari lakini? Safari imekuwa njema. Ndio. Tumepambana, tumefika. Okay. Naona kidogo shamba limejaa. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Kilimo imekuwa mzuri sana mwaka huu. Mvua pia imenyesha vizuri sana, na kama unavyojua mimi sana nimespecialize na mmea wa cotton, pamba. Kwa majina waitwa nani? Kwa majina naitwa Jackson Mwalimu Nduria. Kama unavyofahamu vizuri, mimi ni mkulima maarufu wa pamba. Pamba hii nimelima kwa kama miaka 5 kufikia sasa, na safari imekuwa ndefu kidogo. Hapo awali tulikuwa tuko na mbegu ambazo hazikuwa nzuri sana, hivyo basi changamoto nazo zilikuwa mingi, na kilimo cha pamba kwa jumla nchi nzima hakijakumbatiwa vizuri na wakulima. Lakini tunashukuru kufikia sasa ni kama tumepata ile inaitwa breakthrough, mbegu mzuri, na ni kama unavyoona mavuno pia yamekuwa mazuri. Sasa tuseme hii shamba yako, uliamua aje ndo ukaamua tu uanze kupanda pamba na si kitu kingine kwa hii shamba? Mtisha wa kwanza ni kuwa hii pamba hakuna mtu anaweza iba. Uko na uhakika hii ni mali yako na wewe ndio utaifurahikia, sio mtu mwingine. Unapanda mwenyewe, unaushughulikia, unapeleka kwa cooperative, na hiyo hela yote inakuja kwa pamoja. Kwa hivyo mtisha wa kwanza ni kuwa tunatoka katika hali za kienyeji za kutumia shamba kupanda mimea midogo iliyo na hela kidogo. This is called a cash crop. Kwa hivyo niliamua kuanza kuembrace cash crop kwa sababu number 1 ina challenges kidogo, ya issue ya wizi imefutiliwa kabisa. Alafu ya pili, this is not a food crop. Kwa hivyo pia mtu kuingia kusema tajistiri anavunja kama ni mahindi 2 matatu pia hawezi. Alafu namba 3, hela yake inakuja kwa pamoja. Mbegu za pamba wani ngapi? Na we mwenyewe kwa hili shamba umeweka ipi? Kuna mbegu aina tofauti ya pamba. Lakini hapo nyuma kidogo tulikuwa tunapanda sana ile traditional inaitwa Heart 89, mbegu ya pamba ambayo iko na changamoto mingi. Changamoto ya kuwa germination ilikuwa sio 100%, hata kwa 60% ilikuwa si rahisi.
Pia uvamizi wa wadudu na magonjwa ulikuwa uko juu sana. Hivyo basi kupata mavuno ambayo yatampatia mkulima tabasamu ilikuwa ni ngumu kidogo. Lakini tunashukuru serikali ya Kenya kupitia Act of Parliament kidogo ease ile ban ya cotton, the GMO. Hivyo basi tukaruhusiwa kufanya demonstration katika the BT cotton. Hivyo basi hii ni kama mwaka ya pili ambapo nimeingia kwa full scale katika kukuza BT cotton, na ni mzuri kama unavyoona. Tofauti ya Hat 89 na BT cotton iko kubwa sana, kwa sababu kwa eka moja hali nzuri kama utapata kwa Hat 89 labda ni kilo 500 kwa eka moja, na bei ya pamba inajulikaniwa dunia mzima, ni Kenya nzima, ni shilingi 52 kwa kilo moja. Lakini tutakapoingia kwa BT cotton utarealize kufikia sahi niko na zaidi ya kilo 1200 na bado kuvuna inaendelea, na kunengine bado sijapima. Kwa hivyo natarajia huenda nikafikisha tani 1.5. Sasa ukijumlisha na shilingi 52, wewe mwenyewe habari unayo. Labda kuna mtu angependa kuingia kwa farming ama ukulima wa pamba, ungemwambia ni nini haswa anafaa kuangalia kabla ya kuanza kupanda hii pamba? Safari ya kupanda pamba ni safari tu kama mimea mingine, ya kuwa unaanza kupangia kiasi cha ardhi ambayo utaitumia. Kwa mfano hapa nilipanga kwa nilikuwa nitaweka ekari 1. So number 2, unatafuta mbegu mzuri, tunaita certified seeds. Kwa hivyo mwaka huu tunashukuru Mungu kwa sababu kupitia kwa cooperative yetu ya Kwale Pavi Cooperative Society tulienda Thika Clothing Mills, ambao ni one of our spinners in this country, na wakatupatia mbegu ya cotton ambayo inaitwa BT cotton. This is a GMO type. Kwa hivyo tulipopata ile mbegu tukazungusha kwa wakulima tofauti wale ambao walikuwa wamekumbatia mradi wa pamba, na hapo ndipo tukaanza kuamua kupanda ino pamba. Okay. Na mchanga, pamba hufanya vizuri kwa mchanga ambao inakaaje? Hapa Kinondo kama unavyoona matokeo yamekuwa mazuri sana, na mchanga tulionao ni loam, the black loam soil. Ukipanda pamba chini sana, madhara yake huwa nini? Mbegu ya pamba ni kama tu hizi mbegu zingine, ya kuwa inataka ipate kuvuta pumzi, inataka tunaita permeability, yani ipate mizizi ipate kutoka kwa vizuri na kuingia ndani. Hivyo basi utakapoiweka ndani sana ni kama tunaita kuchoke katika lugha ya Kimombo. Hivyo basi germination inakuwa si vizuri sana. Kwa hivyo unaweka kisha tu juu ya ile tembe iko tu mchanga kiasi loose, ambapo there'll be good circulation ya oxygen na maji pia tengia vizuri kwa ile tembe. Hizo ni condition nzuri za germination. Tuseme hino ni eka 1 na nitakwenda na wewe pole pole. Kwa kulima eka 1 shilingi 3,000. Tuseme tutapanda kwa kama shilingi 1,000. Kuna costs ya kuspray na kwekwe. Kwa hivyo tuseme 12,000, 15 hapo kwa eka 1 kwa miezi 5. Hiyo ni sawa kabisa. Ino BT cotton ni kama ng'ombe tu ya grade. Inataka ilishwe vizuri na itatupatia manufaa mazuri. Lakini yote 9 bila kuwa na hali ya joto ya juu, hii ball kupasuka na kuwa ngumu. Pia nafikiri kuna kitu kingine nitakuelezea. Pamba iko na maajabu kidogo. Ukiangalia vizuri utakuta kuna maua mekundu na utakuta pia kuna maua ya yellow. Nitakuonyesha. Hiyo inaonyesha kuwa pamba iko na njia mbili za cross pollination. Pamba iko na self pollination ambapo itakuja hilo wa yellow, alafu cross pollination utakuta ni hiyo red.
Sasa tuseme mtu akitaka kujua pamba nzuri, huwa mnaangalia nini? Ama wewe kama mkulima unajuaje hii pamba sasa imekuwa ready? Quality ya pamba kuijua ni rahisi sana. Pamba nzuri hujulikaniwa kwa the ability to stretch much. Kwa hivyo kama ni pamba ni mzuri sana, wakati wa kuivuna itajivuta distance kubwa. Kama pamba ni very poor quality, hata kujivuta haitaweza. Kwa hivyo nitafanya demonstration mbele yako, utaona kama ino pamba ni nzuri ama hii pamba si nzuri. Kwa hivyo hivi ndivyo tunavyovuna. Unashika hapo, unaivuta. Unaiona. Number 1, iko nyeupe pepepe kama theluji. Shika hiyo. Hiyo ni pamba mzuri. Number 2, angalia imekuja ndefu. Unaiona? Hiyo inakuonyesha tunaita AR, the best quality. Sasa la msingi ni kwamba hino BT cotton inatoa 100% AR. 100% AR BT cotton. Ile Hat 89 inagawa nusu kwa nusu. Unavuna unakuta nusu ni ile BR ambayo ni fupi na iko nyeusi, na kupata nyeupe huwa ni nadra. Kwa manufaa zaidi, kuelimishana zaidi na ushauri zaidi, unaweza nipata kwa nambari 0712951447. Adho mkosoka dho. Atemo swayo no kosoka temo. Dongo kadiko dumarach. Omiyo yena githuolo ni wanbe wakawe break matin. Adhi amodhe pi kata madhe nya juice na moro. Dipo ka duondo lal. To sama duondo lal ni to so tek opek. But na se wacho. Kendo na singoranu ni nyakato. Wapuonjre kaka jokana. Miauru thuolo ni monda ka break matin. Wabro dugo. Ma ini dwa wuoyo, adwa di wuoka ino kikadwal marach kamano. To ano kabigolo bihan kai. Hello, my name is Rahama Mathamia and I am the current Miss England 2021/2022. When I won, there were a lot of people that were upset because it just didn't make any sense. You don't look at me and think I'm representing that nation. I was telling my family, it's nice to see yourself and your own people. But when I get Swahili, you understand, they understand the culture, the heritage, nakula chapati, na stew. I'm British, but I'm also Kenyan. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Luoko lwedo seche duto godiochieng' ber, to onyalo bedo maber moloyo kinde ma tuo moro omuoch. Kik wiyi wil ma ok iluoko lweti kinde ka kinde. Gi japur miluongo ni Jackson mabende pod medo puonjo wa gik mang'eny moseneno otimo mosebedo ka konye to mana kopidho pambani. Jackson. Yes. Changamoto zipi wewe kama mkulima ambazo umekuwa ukizipitia? Changamoto haziwezi kosekana, na changamoto kubwa huwa ni climate, hali ya hewa. Kwa sababu utakapopanda pamba alafu mvua ikose kuja, hiyo ni tatizo la kwanza kubwa. Alafu pia hapo Mwenyezi Mungu alipatia suluhisho mwaka huu, mvua ilinyesha vizuri. Changamoto ingine baada ya kuwa imejaminate ile mbegu,
kuna kwekwe ile kulima, hizo ni logistics za kawaida, changamoto. Mara nyingine kwekwe inakuwa mingi sana. Alafu kuna hawa wageni, wadudu, wanavamia. Kwa hivyo tukilinganisha Hat 89 na ino BT Cotton, Hat 89 ilikuwa inavamiwa sana na bollworms. Wale bollworms wanashika hizi balls za cotton. Wale bollworms wanashika hizi balls na wanaingia ndani, wanaharibu. Wakiharibu, sasa unapata ile inaitwa BR cotton and not AR, ambayo bei yake ni duni. Ile BR. Alafu hatimaye mwisho kuna aina mdudu yuko sana, anaitwa wale wa kuvutana, wanaitwa cotton stainers. Hao sasa anaingia kwa pamba kama hii, wakati wa kuvuna anaweka uchafu, hiyo quality inakuwa compromise. So instead of getting an AR cotton, you get a BR cotton, which fetches, low income. Hofu ya mkulima wa pamba na mkulima wa value chain yote kwa jumla ni moja, ambao hujitokeza kidete, ni ile tunaita prompt payment ama delayed payment. Mkulima baada ya safari ya kutembea na mmea mpaka hatimaye, hupenda sana akipeleka zao lake kwa, kama ni cooperative ama ni kwa soko ama popote pale, apate malipo, apate fidia. Lakini kumekuwa na matatizo sana. Mkulima baada ya kuwa ameshavuna amepata matatizo mengi, lakini pia ile access ya ile hela pia hapati, kwa sababu anapeleka huku na huku. Hivyo basi imevunja moyo wakulima wengi sana. Lakini twashukuru sana Thika Clothing Mills kwa sababu wametuahidi pesa pap. Gisanie wasea e puodho mabende wadwa tero pamba komoro ni cooperative. Achiel kachiel wadwa ya e puodho ka nyaka kono kuma en be no wuon otimo gimiluongo ni ouso ne gikono. Jackson, umesema sasa tunaenda huko. Sasa tumevuna. Kwa hivyo tunataka kupack na tupeleke kwa cooperative. Kwa hivyo ile pamba yetu tuweke hizi ni tunaweka hapa. Erokorone mage mwagole puodho wadwa kanoka. Anoka golo gi mang'eny lakini atemo. Ui. Ero. Ngani nigi pamba maler kabisa. Watimo ne gimiluongo ni packaging. Ka pesa nitio wada. Sasa tutafinyilia gunia kabisa? Tutafinyilia. Lakini namna hiyo. Haya, shika hiyo tusikie. Lakini simsema pamba wanyepesi. Kane nyakora mogejo ankara pamba bo winjo wacho ganio yoto ni. Gini okiyot en gi weight opek. Okoyot kaka inene no, en gima pek sana. Wanane ka kuon machamo gacha benya konya. Akarabategno. Ategno. Ero. Wadwa di uso pesa, wadhi manyo muom.
koro gisani wadwa chopo cooperative mabende kae en kuma gindiwe giti mang'owa gipimo pamba. Wachopo kamoro ni Pavi Cooperative. Nyakwa Ramogi Ajuang, to nikech ne owacho ni pesa ema wamanyo. Gisani wasechopo Pavi Cooperative makae kuma wadwa kawe pamba wa ipimo gi aito bange ne ginyiso ni pesa di magidhi miyowa. Mr. Jackson, si tunaweza toa hiyo pamba yetu watupimie tujue vile mambo itakuwa? Kae magipime pamba, kause pim pamba nito jandiko kao book, ondiko kgs meki, kause ndiko bange to gigi moro miluongo ni tag kata kihero otas moro mindiko nyingi. Kause ndik nyingi to gidhi kwano kgs misekelo negi. Kwale Pavi is a marketing cooperative, owned and run by farmers. Yeah, that is the board of directors, the delegates, all of them are farmers. So we are operating. Okay, the model of Kwale Pavi is a delegate system where we have in a cluster of 20 farmers, they appoint a delegate. So the delegates now come to an annual delegates meeting where they elect board members who take over the office. Yeah, like currently we have 12 board members. 3 of them form the supervisory committee, 12 and the 9 form the management committee. Say a sack, for example, I can see you have several sacks inside here. How much does a sack go for? How do you weigh and know that this is a kg? Yeah. Once the farmer has harvested his produce, let's take for example cotton. He calls the field officer, comes to the farm, the produce is weighed. From there, is issued with a receipt. Now that is, once all the produce has been weighed, it is collected, then we send a truck and it is delivered here. For those who deliver themselves here, the produce is received here, it is weighed, and that data is indicated somewhere. Yeah. Now for our value chains, the other than cotton, the cotton, the prices are determined by the government. Yeah, that is farm gate price at 52 shillings. But for the value chains, the board of management sit down and establish the various prices are set for various value chains. What we normally do as PAV, we do what is called contract farming. Contract farming is whereby we sign a contract with the farmer at the beginning of the season. Once the farmer accepts that he wants to grow crops, now with PAVI, he signs there. Now in the form, it is indicated the inputs that he receives at that particular time. Yeah, then there are obligations that the farmer needs to meet, as well as PAVI. There are things that, there are rights that we need to do to the farmer. Yeah, like issue of inputs, issue to do with inspection, offering of agrochemicals. We also farm inspection, yeah, and other issues like issuing the nylon bags for harvesting. Yeah, exactly, and also paying the farmer once he has delivered his produce. Tunatembea sana shambani kwa wakulima. Tukishapea mkulima mbegu, tunamfuatilia kutoka kwenye anapanda, kutunza huo mmea hadi kuvuna kwa huo mmea. Baada ya kuvuna pia tunafuatilia, tunapima mazao yake, tunaleta kwenye store, tunayatafutia soko. Naweza himiza watu wa Kwale waingie kwenye shamba, wajue kilimo ndicho kitu ambacho ndio biashara ya kwanza. Manake itakuzuia pesa mingi kwenye mfuko ambayo ungetumia kununua chakula. Hata kufanya hizo biashara zako, pesa yako itakaa kwa mfuko, manake uko na chakula. Tena Kwale at least saizi climate imechange.
kulikuwaga kuna kauka sana kitambo, lakini saizi kumeanza kunyesha sana. Kama vile tunaona saizi mvua imeshikanisha, mvua ya short rains and long rains zimeshikana. Hii ina maana kwamba Kwale kutakuwa na a sort of food security for a longer time. Hii ni tunaweza pia ndio mambo ambayo tutapea motisha wakulima waende kuingia kwenye kilimo. Wasepimo pamba wa mabende asene no record mar Mr. Jackson kaka chalo. To nikech ntie moko nyanyisi to gimadwa na koni gisani enia odok dala ke en ng'at mamor. Jalno wuotho masani odak mani. Kore makoro tingo to nikech ang'o oloso pesa. In kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi, inyalo oronwa ote machuo kitiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Kaka pile ana jata chenro ni iluonga ni Alori nyaka Black. Oriti masani.